Tumefanikiwa kufanya kongamano la kitaifa kwa mwaka 2026. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tangu tarehe 22 ya mwezi wa 6, Mungu ametujalia kutimiza maono yetu na ndoto yetu, na tukawa na kongamano kubwa halafu zuri katika misheni hii ya Uyovu, jimbo la Geita, ambalo limeweza kukusanya vijana 620. Tumshangilie Bwana. Ni matokeo makubwa ambayo yameweza kufanyika, lakini wito wangu ni kwamba hatujaishia kongamano hili. Yako makongamano mengi ambayo yako mbele yetu, kama jinsi ambavyo tulivyokubaliana na kuweka katika mkakati wetu kwamba tumedhamiria kuwa na makongamano ya kitaifa kila mwaka. Ninaamini kwamba katika kila mwaka idadi itaendelea kuongezeka zaidi na zaidi. Wewe ambaye uliyefika leo na kuhudhuria kongamano hili, ninaamini umeona moto ambao umewaka katika kongamano hili. Sasa nenda ukawe balozi kwa vijana ambao wamebaki nyumbani, wako mitaani, ambao hawajafika kwenye kongamano. Awamu nyingine tuwe nao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe nao. Tutakapokuwa nao ndio tutakuwa vijana ambao tutakao kuwa na mtazamo chanya katika kutafakari mambo mbalimbali ya kiroho na kimwili. Uwe mtu wa kujitambua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Biblia inasema katika, Paulo anamwambia Timotheo kwamba mtu awaye yeyote asiudharau ujana wako, si ndio? Maana yake Paulo alikuwa anamsisitiza Timotheo ajilinde, asiache nafasi na kutengeneza mazingira ambayo yatakayomfanya heshima yake ishuke. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hawa watumishi ambao tunapata neema wanatufundisha, wanakuwa na uchungu wa kutufundisha neno la Mungu ili kutujengea heshima, na sisi tusitoe mianya ya kutufanya tukatengeneza mazingira ya heshima zetu kushuka. Mioyo ya kujiamini katika nafasi tulizonazo, tunapokuwa nyumbani, tunapokuwa katika nyumba ya Bwana, tunapokuwa kazini, wametujengea hiyo ili tuweze kutembea katika mazingira ambayo yatakayo tutengenezea heshima. Kwa hiyo tusiishie hapa, twende tukawe mabalozi ili tuweze kuitambulisha vyema MMPT yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini pia tumefanikiwa kuchangia ujenzi wa MMPT taifa katika kongamano hili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hapa nisimame kuwatia moyo kwamba tabu yenu sio bure mbele za Bwana. Jambo hili mmelifanya, mmeweka alama ya kukumbukwa katika maisha yenu yote. Utakapopata changamoto yoyote, mkumbushe Bwana kwa sadaka hii. Ninaamini nyuma ya sadaka hii ziko baraka ambazo Bwana amekusudia kuzifanya katika maisha yako. Tumefanikiwa kupata keshi 1,049,000. Ni jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni jambo ambalo lilikuwa halijawahi kufanya nini? Lakini amini kwamba umeweka alama. Bwana Yesu apewe sifa sana.
hii tabia na moyo huu usiishie hapa tu na kwenye makongamano ya kitaifa. Moyo huu uendelee hata katika majimbo yetu, misheni zetu, parishi zetu na katika matawi yetu. Tuwe na maono na macho ya kuangalia mapungufu yanayojitokeza katika maeneo mbalimbali kwenye nyumba ya Bwana. Maana hiyo ndiyo siri ya kubarikiwa, na hiyo ndiyo siri ya kuinuliwa. Hakuna mtu ambaye aliyeinuliwa bila kutoa. Hakuna mtu ambaye aliyefanikiwa bila kutoa. Maana Biblia inasema mkono unaotoa ndio ambao unaofanya nini? Kwa hiyo ukiwa na mkono wa birika hauwezi ukafanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Viongozi wenzangu wa majimbo, misheni, parishi na matawi, tuwaongoze vijana ambao Mungu ametupa katika kipindi hiki. Tuwaongoze ili wafanye mema kwa ajili ya watu wengine. Fanye mema kwa ajili ya watu wengine, na Mungu ataandaa watu wa kuwaongoza ili wakufanyie mema na wewe. Tusiwe watu wa binafsi na kuangalia sisi tulivyo tu na kujipalilia sisi tu, lakini dhana yetu tuwaongoze vijana ambao Mungu ametupatia wawe na maono ya kutenda mema kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hiyo ndiyo siri ya kubarikiwa. Tujue kabisa kwamba Mungu ametuweka katika nafasi hii kwa kusudi. Hajatuweka kwa bahati mbaya. Kwa nini asingekuwa yule? Kwa nini asingekuwa fulani? Mimi nina akili nyingi sana. Jibu unapata ni hapana, si ndio? Hatujawa viongozi kwa sababu tuna akili nyingi. Sawa? Hatujawa viongozi kwa sababu pengine tuna elimu. Wapo wengi ambao wanatuzidi elimu, lakini kusudi la Mungu ndio limetufanya tuweze kusimama katika nafasi hii. Tumshirikishe Mungu na tuwaongoze vijana au kundi ambalo Mungu ametupatia ili kutimiza kusudi la Mungu. Hatujawekwa katika nafasi za uongozi kuwa mabwana wa kuabudiwa. Tumewekwa ili tuweze kutimiza kusudi la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini pia mafanikio ambayo tumeweza kufanikiwa kufanya katika idara yetu ni mengi. Muda usingetosha kusema kila kitu ambacho tumekifanya, lakini yote kwa yote katika mafanikio hayo tunamrudishia Mungu utukufu. Tumshangilie Bwana. NB katika hili, katika uchangiaji huu wa makao makuu tumepata hii keshi 1,049,000 keshi. Ahadi yetu ni shilingi 2,900,015. Nitoe wito uwe mwaminifu kijana mwenzangu, si ndio? Nitoe wito uwe mwaminifu katika hiki. Usisubiri mpaka tukupigie simu. Sawa? Usisubiri mpaka tuanze kukutafuta viongozi. Maana ulifanya kitu kwa moyo wa kupenda, si ndio? Kwa msukumo kulingana jinsi ambavyo Mungu alivyokusukuma kufanya. Kwa hiyo utakapofika, jitahidi kabisa ufanye kila liwezekanalo uweze kuleta, kwa sababu kitu ambacho hicho kiahidi au nadhiri ikichelewa huwa inageuka inakuwa nini?
huwa inageuka inakuwa laana, kwa sababu uliahidi kwa moyo wa kupenda na mbingu zikaandika, nenda ukafanye kila liwezekanalo ili uweze kufanikisha jambo hili, na Mungu atakubariki sana. Lakini palipo na mafanikio, changamoto hazikosi, si ndio? Sawa? Changamoto ni nyingi, changamoto ni nyingi. Tupo hapa kwa ajili ya kuendelea kuelimishana, tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kuhimizana, mwisho wa siku tuweze kupata umoja wenye nguvu katika mpiti yetu.